Penzi wangu, mtoto wako yuko salama ndani ya tumbo langu. Sijali kuhusu hilo. Na mume wangu hawezi kujua chochote. Yule nimemweka mkononi. Hawezi kujua chochote, amini hilo. Lakini pia nina surprise. Unajua nimekumisi sana. Sana. Yaani nataka tupate kama wiki moja tuwe pamoja. Usijali kuhusu pesa. Mambo yote niachie mimi mwenyewe. Utachagua wewe mwenyewe kama ni hotelini au tukutane kwako. Vyovyote vile utaniambia. Okay basi. Utaniambia sawa. Baba anakuhitaji. Jamani, na hivyo vikao vyenu visivyokwisha kama tuna harusi. Ndio uende, nakusubiria. Wewe. Nilishakukataza kuingia chumbani kwangu bila hodi. Umemwambia? Ndio anakuja. Anafanya nini? Anakuja wewe hapa. Mbona umeondoka mke wangu? Ina maana wewe hujui kama tuna kikao hapa? Kikao gani? Cha familia. Sasa mimi nina faida gani katika hichi kikao? Nimeondoka kwa sababu mawazo yangu hayasikilizwi kwenye hichi kikao. Msimamo wangu mimi, mali zetu zote msimamizi awe mchumba wake huyu. Umenisikia? Hivi mke wangu, umefikiri vya kutosha? Umelifikiria vizuri au unalizungumza tu kama kwa sababu unalizungumza? Inawezekana hili tumbo ndio limenitoa akili. Si ndio? Hizi biashara tumetafuta miaka. Yaani leo mtu tubaki usiomuelewa. Mkwe ukamkabidhi mali. Kweli? Hapo bado hujanipa wazo, hujanielekeza kitu kikaniingia. Huyu mtoto wa kike huyu. Hawa wanawake kesho na kesho kutwa anaweza kambadilika, sisi hatupo katika ulimwengu huu. Huyu akaja kulia kilio cha mbwa. Mimi na wewe leo tupo duniani, huu ulimwengu, haya maisha. Tunaweza kutangulia mbele ya haki. Huyu akabakia huyu, akamgeuka. Unajua mwanadamu haaminiki. Simba zamani alikuwa amri mtu. Lakini watu wamemfanya simba wale watu. Sasa mimi naogopa kaini, siko tayari. Nisikilize. Mume wangu, naomba unisikilize tena kwa makini. Hivi kati ya hizi mali na binti yetu, chenye thamani zaidi ni nini? Yaani swali rahisi unauliza alia mgonjwa ICU. Thamani iko kwa binti yetu. Vizuri sana. Nimeipenda hii. Sasa kama huyu kijana tunemzungumza hapa, tunaweza na tuna uwezo na tunataka kumkabidhi binti yetu. Afunge naye ndoa, aishi naye milele na milele. Ina maana tunamkabidhi roho ya binti yetu na maisha ya binti yetu. Sasa mali ni nini? Hebu nisikilize mke wangu. Sio kama sikuamini, sikusikilizi. Lakini unatakiwa ufanye research ya kutosha. Huyu mtu aina gani? Ana uwezo gani? Ana elimu gani? Ana skills aina gani? Biashara sio kitu cha mchezo. Mimi nimeanza kutafuta pesa miaka mingi. Kutupa na kutupia tu mtu usomjua, sio ukoo wetu kampe mali.
Leo akija kumtelekeza huyu. Kuna vitu vinafikirika, kuna vitu vinaingia akilini, uvifikirie. Kuna watu dunia hii washalia kwa mambo kama haya. Hata kuja kukupiga mwanangu. At least mimi na option moja, mke wangu. Hiyo na option moja. Naomba nisikilizwe, nipewe nafasi yangu kwa mamlaka kama mimi baba mwenye nyumba. Mimi father house. Mimi mtu mzima na akili zangu na upeo, najua nini nafanya. Mke wangu, ungevumilia. Hiki kiumbe kilichokuwepo kikazaliwa, pengine atazaliwa kidume, atapata kumsaidia dada yake, watasaidiana na mpua kiume. Mali tabaki hapa hapa. Lakini binti yangu, hebu naomba na wewe useme kitu juu ya mchumba wako. Mimi baba bwana, nataka nikwambie ukweli. Yaani unajua mimi yule namwamini na mimi naungana na mama katika hilo kwa sababu yule atakuwa mume wangu. Na mimi baba umenisomesha. Na najua unaniamini baba, si ndio? Sasa hiyo unalijua sana. Basi mimi yule pale nitamsimamia, kama kuna vitu ambavyo havifahamu tutasimamia vizuri biashara. Nadhani hakuna kitu ambacho kitaharibika. Wewe msikilize tu mama. Ndio maana nikasema staamili kidogo mama yako ajifungue. Pengine anaweza kazaliwa kaka yako mtu mwenye akili nyingi kama mimi. Wangu iko hivi, ninavyojua mimi, mwanaume ni kichwa cha familia, mwanamke ni kiwiliwili. Lakini kinachotokea hapa sasa hivi, unajifanya wewe ndio kila kitu, kana kwamba mimi sina maamuzi ndani ya hii familia, si ndio? Basi sawa, utajua mwenyewe. Mke wangu, hebu subiri kwanza. Subiri tulimalize hili. Hebu naomba niache. Naomba tulizimalize hili. Unaona matatizo ya mamako. Unapomwambia ukweli, unajua ukweli hakuna wenye maneno mazuri. Ukweli unauma. At least angejifungua kwanza. Akazaliwa pengine mwanaume kaka yako, mkaongozana, kwa yule ndo anafaa kukabidhiwa mali. Wewe unaona baya na elimu ulokuwa nayo? Hakuna katika maisha kitu kibaya mwanangu, nakwambia leo. Hujawahi kuambiwa na mtu yote maneno kama haya. Hakuna jambo baya kama kukosea. Ukizichaka kalata zako vibaya unakosea. Mimi mwanangu ninakwambia, don't trust anybody. Baba mimi namwamini bwana. Ndio. Sawa. Baba yako anasemaje kuhusu hili? Baba bado hakuamini. Ana mashaka na elimu yako. Yeah. Oh. Na wewe unafanya nini kuhakikisha hili jambo linakamilika? Actually, nimejaribu kumconvince sana. Nimejaribu kumuelewesha, hata pia kumwambia kwamba naweza nikatumia ujuzi wangu kusaidia wewe kufanikisha kufanya hizo kazi. Kitu gani hasa ambacho kinakufanya wewe uwe mgumu kumshawishi baba yako kunikabidhi mimi mali zake nizisimamie? Kwa sababu kama kuzungumza ile jambo tujaanza jana wala juzi, ni muda mrefu sasa. Lakini kila siku ukija hapa ni story. Mama yako anasemaje kuhusu hili? Mama yeye yuko pamoja na wewe 100%. Tena sometimes anachukua action kubwa kuzidi mimi. Unapata wapi gati ya kuniambia kwamba mama yako ananisupport mimi kuliko wewe mpenzi wangu? Hivi unafurahia haya maisha ambayo mimi naishi? Maisha ya kuwa sina mbele, sina nyuma, naishi maisha mabovu, sieleweki, sio? Baba yako ana mali, Sally. Baba yako ana uwezo, na pale alipofikia hawezi tena kufanya kazi. Ni mimi ndo napaswa kusimamia mali zenu nyie. Sasa kitu gani ambacho wewe kinakufanya ushindwe kwenda kumshawishi? Kumbuka, wewe ni mtoto pekee kwake. Anakuamini sana, kiasi kwamba neno lolote utakalolisema kuhusu hili, yeye anaweza kutia tiki moja kwa moja. Sasa kwa nini wewe unaleta ugumu? Mama yako ananipambania, lakini wewe huonyeshi kabisa jitihada zozote za kufanikisha hili. Unafurahia hivi ninavyoishi, sio? I know kwamba unatakiwa usimamie hizo mali.
naelewa, ila unatakiwa unipe muda. Najitahidi na kupambania sana, ila tatizo baba yeye bado hakuamini. I'm trying. Alafu isitoshe, hivi vitu vinahitaji sana muda. Baba anatakiwa kukuamini. Hawezi tu nimwambie tu baba tumkabidhishe huyu biashara asimamie. Anaweza kulielewa kwa sababu wewe utakuwa mume wangu. Lakini anahitaji kwanza kukuangalia elimu yako, kuangalia background na vitu vingine kama unaweza kuvisimamia. Unajua hizi biashara ni kubwa babe. Unajua nini? Nimechoka kusubiri. Nimechoka kusubiri kuona hili jambo likitokea. Uona furahi ninavyoishi hivi, sina kazi, sina kitu chochote, sina mbele, sina nyuma. Wakati baba yako ana pesa na angeweza kunifanya mimi niwe msimamizi wa mali zake. Hawezi pale kufanya kazi tena alipofikia. Hauna kaka wa kiume kusema kwamba yeye ndio anaweza kupewa hiyo nafasi. Kwa nini sio mimi? Kwa nini unihangaikii? Baby, I'm trying. Unajua namshawishi sana baba. Na mimi siwezi kutumia nguvu kubwa kumzidi mama. Unajua mama anakaa muda mwingi sana na baba. Na natumia muda mwingi sana kumwambia mama kuhusu wewe. So, nahisi mama pia anaweza kunisaidia kuhusu hilo. Unajua nini? Naanza kupata mashaka na upendo wako kwangu. Naanza kuhisi kabisa kwamba mimi sio chaguo la kwanza kwenye moyo wako. Huenda yupo ambaye unamfikiria, ambaye unatamani siku moja awe mrithi wa mali za baba yako pindi atakapokufa. Situsubiri tena. Lifanye hili jambo haraka iwezekanavyo liwezekane. I'm done. Hebu subiri kwanza. Unasema? Hata mimi nilishangaa kama wewe. Nilimsikia kwa masikio yangu mama anaongea na mwanaume mwingine. Ana boyfriend. Una uhakika ni mwanaume wake au labda alikuwa anaongea na shoga yake wewe ukahisi ni mwanaume wake? I'm not a kid. Najua kutofautisha maongezi ya boyfriend, najua kutofautisha maongezi ya rafiki. And he was so concerning about him. And guess what? Mimba pia sio ya baba. Wewe mtoto, huko unakofika mbali. Yaani mimba ya mama yako, sio ya baba yako wewe. Nilichoka kuliko hata ulivyochoka wewe. Wewe umesikia vibaya. Labda alikuwa anaongea na shoga yake je? Kipenzi, kwa hiyo kuniambia mimi sasa siwezi kutofautisha maongezi ya mpenzi na rafiki? Hii nayo kubwa kidogo. Yaani mpaka wewe mama yako mimba ya mtu mwingine mwenye. Imagine. Unajua nashindwa kuelewa, nashindwa kuamini. Kwa sababu mama yako ni mtu mzima sana. Habari za wanaume wa kando na mimba tena. Hii ni maajabu. Okay, ushagundua mama yako ana mimba ya mwanaume mwingine ambaye si baba yako mzazi. Umeplani kufanya nini? The plan. Kumwambia tu baba. Lazima baba ajue. Siwezi kuacha baba ajue yule mtoto ni wa kwake. Ikiwa mimi najua yule mtoto sio wake, nitakuwa ndo nimefanya nini? Nikiwa kama dada au mtoto mkubwa kwenye familia. Do you think ukimwambia baba yako utakuwa umesolve tatizo? Huoni kama unaenda kuharibu ndoa ya baba yako na mama yako kwa mikono yako miwili? Umeshafikiria baada ya kumwambia baba yako ni nini kitatokea?
furaha aliyoitengeneza baba yako kwa miaka iliyopita utaiharibu wewe. Hata kama mama yako amekosea, kumbuka wahenga wanasema hivi, kitanda hakizai haramu. Sasa wewe jichanganye, uende ukamwambia baba yako habari za sijui mtoto soo wake, hawezi kukuelewa kwanza. Sio, unaelewa? Unatakiwa uwe makini sana kwenye hili jambo. Kitanda hakizai haramu. Sio kwa kumleta stranger kwenye nyumba yetu. Yule mtoto akizaliwa, huoni kama itakuja kuleta shida baadaye? Yule mtoto atakuja kupewa mirathi na baba. Na by the time baba wa huyo mtoto akaja kumdai mtoto wake, huoni kama italeta sana shida kwenye familia yetu? Mimi kwa ushauri wangu, naomba kuwa mtulivu kwanza, lifuatilie hili jambo kwa umakini zaidi ili uweze kujiridhisha. Na ukishajiridhisha, unaweza ukachukua maamuzi mengine. Oh. Ushauri ni mzuri sana. By the way, nilimsikia akiongea naye kwamba wanataka kusafiri. Labda tunaweza tukaanzia hapo. Nataka tumfuatilie, tujue mwanaume ni nani, wapi wanaenda, na kwa nini. Yaani huyu mwanaume ana kitu gani haswa? But you need to be very, very careful. Kwa sababu ni hatari. Nasisitiza kwa mara nyingine, hakikisha mamako hajui kama wewe unajua. Sawa mamangu? I see. Baba Sali. Baba Sali. Baba Sali. Baba Sali. Sorry. Pole. Pole. Mpira umesha? Nani kasema TV? Sasa nitajuaje? Wewe mwenyewe umetoka ndani kula, umesema unakuja kuangalia mpira. Nashangaa tena nakuta unakoroma, TV mezima, mimi sijui. Mimi mwenyewe hapa kuna mechi ya Manchester na Liverpool. Nilikuwa na majiba hapa naona. Maana nasikia mikoromo tu. Mbona umeupara sana? Safari ya wapi tena? Mimi na tumbo hili. Wapi? Naona umeusuti, ndio nashangaa. Wewe. Tumbo kubwa hii. Unaanza. Niache. Ndio nashangaa, mimi sielewi. Naona umeupara, mtu mjamzito atakuwa kidogo asiwe kama hivi kujipaka paka mafuta, masabuni mazuri. Mungu wewe. Unaanza kuchanganyikiwa. Sio kuchanganyikiwa, unajua wewe mke wangu. Kuna watu humu, kila mtu, kuna wanaume wengine ugonjwa wao wanapenda wanawake wenye mimba tu. Yaani yeye apate mihemko mpaka muone mwanamke mwenye mimba. Wengine wanawake wafupi, wanawake wanene, wengine wanawake wale wanapenda wanawake marubino. Sasa mimi na wasiwasi eti macho yako tu umeanza hivi. Tuachane nayo mume wangu. Unajua mimi nilikuwa nimejipumzisha huko ndani. Yule rafiki yetu yule Bi Mariam amenipigia simu. Anasema sijui kuna shughuli ya mwanae anamcheza wiki moja, ndo kaniambia. Naona inabidi niende. Mama Sali, ushaanza kwa mwanamke Kiswahili. Huo Kiswahili
Tumelala wote ndani. Kucha. Tunakuwa wote ndani. Kwa nini usiniambie? Alafu sheria ya mke wa mtu, hata baba yako mzazi akikuhitaji wewe lazima aniambie mimi. Alikuwa niambie mimi afa akwambie wewe. Lakini sasa ya mambo ya siku cross border huko. Hapana mume wangu. Simu nadhani kama amekupigia wewe. Sema tu kwa sababu na wewe ndio ulilala, naona na simu yako ndio hivyo imezima. Baadaye ndo akakukosa kanipigia mimi. Lakini hata hivyo mimi nimeona ni sawa. Kwa sababu yule unajua si mume wangu tunaishi naye kama familia. Uzazi wa Sali hapa kaja kakaa wiki na kama ndugu yangu au zaidi ya ndugu. Hapa kulikuwa na birthday ya Sali kaja na mambo mengine yote. Ukimpigia tu kafika tuko naye. Sasa nimeona ni vema kama niende. Anachukulia familia. Sawa. Tuache. Twende nikupeleke mimi na gari. Ayo mangoma ya wale watu wiki nzima mume wangu. Ufike tena. Yaani watu kuangalia mpira. Twende nikupeleke. Hebu niache bwana. Mimi tumbo hili. Wewe miguu hiyo. Twende kwenye ile ngoma. Tutarudi hapa nani atamuguza mwenzie? Wewe unaiona miguu yangu mimi tu. Ili tumbo lako wewe ulioni. Unaweza kukuta ngoma ndo kwenye ngoma. Kuna mlevi mtu kalomoko kapagawa akaja kukupiga gula tumbo. Sijakula sala mimi. Hapana. Mume wangu mimi kwani mimi nitacheza ngoma? Mimi na ngoma wapi na wapi? Mimi ili mradi niwepo tu pale, niwakilishe kwa sababu nini? Yes anakuja. Kwa hiyo mimi unanijua kwa kulala. Mimi nitafika pale, nitakuwa nalala tu. Lakini ili mradi niwepo kwa sababu yeye anakuja kwenye majambo yetu mume wangu. Basi Mirazali unaondoka sasa hivi. Jioni utarudi sio tatizo, nenda mara moja. Hapana. Si amesema wiki. Wiki? Mimi ameniambia wiki hayo mambo ya ngoma yanachukua wiki. Ina maana leo naenda kuchagua mchele, kesho mbiga, kesho kutakulalia pamoja, mtondogo mkole, kitondo kutoa mwali sio? Mimi siyajui hayo lakini nimeambiwa wiki mume wangu. Ushaanza kuwa mwanamke wa Kiswahili wewe. Haya bwana na hene. Kweli miguu nayo umesema neno. Maana miguu inavyochunya utafikiri nilikuwa sio mchezaji mpira, utafikiri nilikuwa sio midfield. Wewe. Kumbe nilikuwa striker force. Miguu nayo umeliona mke wangu. Nilikuwa nacheza mpira mimi maskini. Nilikuwa midfield mimi. Babe. Yes, babe. Nina mjomba wangu mmoja anaishi Zanzibar. Yani yeye kuna kazi amenitafutia, so natakiwa niende kuifanya na nitakaa kwenye hiyo kazi kama siku 6 fulani 7 5 hivi. Yeah. Ni kazi fulani ya muda, nitakaa tu hizo siku alafu nitarudi. Kwa nikasema nikupe taarifa. Babe, mbona ghafla sana? Sasa si kazi mpenzi wangu. Kazi imetokea ghafla na ukizingatia mimi nimekaa tu hapa sina mishe yoyote zaidi ya kuzunguka tu humu ndani. Kwa hiyo nikaona ni bora niende kuifanya. Lakini babe, mimi sidhani kama una haja ya kutafutiwa kazi tena au kufanya hizo mishemisho unazosema. Hujui kama utakuja kusimamia ofisi hivi karibuni. Kwa hiyo unataka niendelee kuishi kwa kutegemea hizo ahadi za kifaranga kwamba kila siku utanyonya kesho si? Kwa sababu hilo jambo la babako kunikabidhi kampuni zake mimi nisimamie, sikuone wewe ukilipambania. Na that's why nikakwambia siku moja kwamba unapenda maisha ambayo mimi naishi. Sasa leo nimepata kazi, badala niende kufanya unaniambia nisiende kwa kuendelea kutegemea ahadi za babako. No, I can't do that. Lazima niende kufanya hiyo kazi. Nitakaa huko kwa muda wa siku 5. Wewe baki tu nyumbani kwenu. Basi twende yote. Yani twende wote Zanzibar.
Ndio. Mi sioni kama kuna haja ya wewe kufanya hivyo, cause kule naenda kwa ajili ya kazi tena, alafu nianze tena kuchukua sijui mtu niende naye. Hapana, haitoleta picha nzuri. So baki nyumbani baby. Sawa, nakupenda. Wewe baki tu nyumbani. Basi unipe funguo. Unajua mimi siwezi kukaa kule nyumbani. Nije kushinda tu hapa. Nikupe funguo hapa. Please babe. Nikuachie funguo hapa. Hapa mimi kuna rafiki yangu anakuja kukaa kwa hicho kipindi ambacho nitakuwa sipo. So hakuna sababu hata akuja wewe hapa pindi nitakapokuwa nimeondoka. Yeye ndo atakuwepo hapa. Sioni kama kuna sababu ya wewe tena na wewe uje kukaa hapa. Isitoshe mtoto ametoka kijijini, na kwa taratibu zetu sisi kule, wewe bado sijakuoa. Yeye kukuona ni kama dhambi na miiko. Kwa hiyo nakuomba babe, kwa hichi kipindi ambacho nitakuwa sipo, vumilia. Sawa, hata hapa pia usije. Usije ili yule akae hapa sijakaona labda mimi ni muhuni na hivyo. Yule ni nani? Dereva wetu yule. Mbona wamesimama? Kwani yule mwingine ni nani? Yule dereva wetu. Bwana yule ni shemeji Adamu. Kwani anafanya nini hapa? Anaenda wewe. Dereva tofauti. Wewe subiri kwanza. Dereva, twende taratibu.
damu. Ndo kwa damu. Mimi siwezi. No, wewe utaharibu kila kitu. Stay calm, please. Usilie kwa sauti kwanza, unaweza ukasikika. Tulia, tumwangalie anataka kufanya nini. No, utaharibu. Don't do this. Utaharibu mamangu, tulia. Tulia tuone anafanya nini kwanza. Pale ndio kwa Adamu, anaenda kufanya nini kwa Adamu mama? Sikiliza. Naomba just calm down kwanza, kwa sababu utaharibu ukifanya hivi. Ushamuona sawa kwa macho yako, basi wewe tulia sasa. No. Dereva, tuondoke sasa hivi. Washa, tuondoke dereva. Sitaki kuamini kabisa kama Adamu anaweza kunisaliti na mama wangu. Nimemkosea nini mimi? Nimemkosea nini Adamu? Yeye ndo mwanamume ambaye alikuwa anaelekea kunioa kweli. Naumia. Mimi najua unaumia kiasi gani, Sally. Ila kilichobaki hapa ni kumshukuru tu Mungu. Umejionea kwa macho yako yote mawili. Ni bora umeona kuliko kuendelea kuwa gizani. Umeshajua Adamu ni mtu wa aina gani. Sijui unaelewa. Pole. Naumia sana. Tena naumia sana. Kwa sababu babangu anampenda sana mama na anampenda sana Adamu. Sikufikiria kama anaweza kunifanyia hivi. Sikufikiria kama anaweza kuchiti na mama yangu. You know it's my mom. It's my mom. Ndio maana niko hapa na wewe. Baba yako hata hahitaji kujua kitu kama hiki. Huna sababu za kumwambia baba yako, hili libaki baina yako wewe na mama yako. Baba yako ashakuwa mtu mzima yule. Haya, ukaenda kumwambia sasa. Itakuwaje? Uone kama unaenda kumpoteza babako. Naumia. Ushaenda. Utampoteza babako. Usilie. Unajua pengine inaweza isiwe ni mama yako ndo mwenye matatizo. Pengine yule mwanaume ndo mwenye matatizo. Kwa sababu wanaume sasa hivi wanaloga mishangazi ili wapate hela. Unaweza ukashangaa mtu amekuganda, umemganda, kumbe mwenzangu ana dawa. Yaani ile akikuongelesha tu unalo. Mimi nakuonea huruma sana. Ila natakiwa ujikaze kama mwanamke. Mimi nitakuwa pembeni yako. Sawa? Haya yapo kwenye mitandao tunayaona. Nampenda. Unampenda mtu gani wa namna hiyo ameenda kumvulia mama yako nguo? Hajaona aibu yani haijatosha kukuvulia wewe akaamua kwenda kumvulia mpaka mama yako. Yani yule hastahili yani hata ile chozi unalolitoa hastahili hata kidogo. Kwa kweli. Naumia. Kumbuka ni mchumba wangu. Naumia. Bado unampenda? Come here. Mpuzi mmoja tu. Hata sio kumtolea machozi yako kwanza. Na utapata mwanamume mzuri zaidi atakaye kupenda na kukuheshimu na kukutunzia heshima yako kama mwanamke. Kisi huyo mpuzi sio kwa maana anapenda tu mama. Sasa mpenzi wangu. Kiukweli nakupenda sana. Sio ni mwanamume mwingine. Na hivi umenipa kiumbe wako. Kiukweli najisikia raha sana. Na pia nahitaji zile mali zote ambazo tunamiliki ni kuandikishie wewe. Kweli? Kweli kabisa. Yaani mali ambazo unamiliki wewe pamoja na mume wako
niandikishe mimi kama msimamizi? Yeah. Asante. Nakupenda sana mami. Asante. Na nitakapokamilisha tu hili zoezi, kile kibabu. Sijakuelewa, yani. Namuua. Uwa nini sasa? Atuzuie starehe zetu bure. Yani unamuua mume wako? Hana maana yoyote kwangu. Sana sana atanisumbua tu katika mapenzi yangu. Sawa. Hey. Uamini? Zinduka usingizini. Nakupenda tena na tena. Nakupenda wewe tu. Naomba uniamini. Ni wewe tu peke yako Adam. Nakupenda my love. Yupi anayefahamu mwalimu wa mapenzi anifundishe? Yupi anayefahamu tabibu wa mapenzi anitibie? Kama mapenzi subira, nishasubiri sana, nazinga komborela, nishazunguka kwa waganga zengi Sumbawanga. Hi daddy. Mwenzetu toka asubuhi hapa haupo. Umeniacha mimi, mama yako kaondoka, kaniacha hapa, nyumba imeniinamia hii. Nimeangalia TV mpaka macho yanauma. Nikaona nitoke nje nipate upepo. Nimekaa hapa mimi, sina mbele sina nyuma, na iliko fia langu la Bana Boy. Haya, ulikuwa wapi? Naomba kwanza nikuulize swali. Swali? Swali gani hilo? Hivi baba, wewe na mama mlikutana wapi? Mimi na mama yako bwana, huwezi kuamini. Ni historia ndefu. Historia kubwa. Tulikutana zamani sana katika hali ngumu, hali tete. Mama yako mimi na yeye tulikutana Pwani. Zama hizo tulikutana Pwani. Nilikuwa na rafiki zangu mimi, mmoja anaitwa Pandu Ngwisa, mmoja anaitwa Makame Mavi, walikuwa na ngwanda. Kwa hiyo mimi nilikuwa naenda kupapatua dagaa nipate chochote kitu. Kwa hiyo nilikuwa naenda pale mimi kutafuta ngawila, ndo nikakutana na mama yako. Katika harakati za kupapatua madagaa. Nikakutana na mama yako katika hali tete. Mama yako anauza uji na mimi naenda kupapatua dagaa, ndio tukakumbana pale. Na istoshe, baba yangu mimi na baba yake yeye, unajua zamani wakati wetu sisi sio wakati wenu, tulikuwa tunapeana mke na mume, tunapeana kwa hoisani, kwa urafiki wa wazee wenu, ili mambo yasiende mbali. Ndio nilipompata mama yako. Hivi unavyoniona mama yako ni kama mke ndugu, ndio maana akipanda juu mimi nashuka chini. Na ndio maisha tunaoishi, tunaheshimiana, tunagombana, lakini nyumba zimestiriwa na mabati, maisha yanaenda. Wewe mwenyewe unaona upendo uliokuwa mimi na mama yako? Unauona? Huo upendo nauona sana kwako baba. Vipi kuhusu mama? Je, kweli anakupenda kama unavyompenda? Ya, tunapendana sana. Na ndio maana tunakubaliana. Ndio maana tunavumiliana, tunastamiliana kwa shida na raha. Mimi marehemu babu yangu Mzee Mutika wa Mlete alinipa usia huu mmoja. Alikwambia maisha yako yako rehani kwa mke wako. Mtu anaweza kuniua mimi, ni mke wangu, sio mimi mtu yoyote, kwa sababu mke ndo anakujua vilivyo,
anakufahamu vilivyo, anakupikia na kila kitu, ndo mtu wa mwisho kumwamini. Ukitoka mikononi kwa marehemu mama yako au kwa mama yako, baba yako ni mke, au wewe kutoka mikononi kwangu mimi ni mume. Mume ndo anayajua maisha yako. Kwa hiyo alinipa usia huo mkubwa sana. Kwa hiyo mama yako, maisha yangu mimi, huku kunenepa na nenepa kwa mama yako. Si unaona mfano mimi anafoniletea chakula pale mezani. Hebu angalia ile misolotojo, ile minyama. Ile minyama anavyoijaza. Kama kuku upande huu, upande wa mgongo, najaziwa mle ili nipate nguvu niishi. Nikiishi mimi maisha naenda. Mama yako nampenda sana. Naona baba. Kwa hiyo jamani, nilikuwa nakutaja kimoyomoyo mke wangu. Wao, nilikuwa nakuwaza mke wangu. Babwani vipi? Tototo, mbona hivyo kwanza? Mimi nimechoka sana. Mbona hiyo sauti imekauka? Au kongomani ulikuwa unaimba sana? No, unamnunia nani? No, unamnunia nani? Au akwambia mnunie mumeo lokuweka ndani. Preteni maziwa, maji, juice. Nitatumia tu, acha. Shafika. Hivi unajua uliniacha hali gani? Niliona kama miaka 3 ulivyoondoka. Unajua siwezi kukaa mwenyewe. Yaani nyumba ndogo lakini kubwa. Sikia. Unajua wakati narudi nimo ndani ya gari, nilikuwa na mawazo sana. Ulikuwa unaniwaza mimi? Hapana, pamoja na wewe. Lakini nilikuwa nawaza sana lile swala la kumuhusu mkwe wetu. Nilikuwa naonelea kuliko kusimamia tu mali, kwa nini tusimrisishe kabisa mume wangu? Ya Mungu mengi. Unaweza kufa. Alafu ikawa shida. Unajua kuniandikisha mimi huwezi kwa sababu ya ndugu zako. Nadhani unawajua vizuri. Lakini kama mali itabaki kwa mtu baki, itakuwa vizuri zaidi. Itakuwa mikono salama. Mama. Nini wewe? This is too much. Nini wewe? Hebu nenda kaniletea begi langu garini kule. Ndio hivyo mume wangu. Yaani naomba ulifanyie kazi hili haraka sana. Hivi Adamu, wewe ni mtu gani? Haya ni mahusiano gani ambayo sisi tupo nayo? Maana nashindwa kukuelewa. Toka umeenda huko Zanzibar, sio wa kupiga simu, sio wa kupokea simu, sio wa kutuma message, sio wa kureply back. At the end of the day completely upatikani. Tutayaita haya mahusiano? Labda uniambie yanahusiana na nini exactly? Babe, lakini si nimeshakuomba msamaha. Kwani unapenda kukaa na jambo moja kwa muda mrefu kiasi hiki? Nimeshakwambia kwamba
Nilipofika kule Zanzibar, simu yangu ilidumbukia kwenye maji. Kwa hiyo nikawa nimeipeleka kwa fundi amekaa nayo hizo siku 5. Kwa ile siku ya kuondoka ndo na simu imepona. Lakini nakuahidi mpenzi wangu, hili jambo halitokuja kujirudia tena. I promise you. Simu yako iliingia kwenye maji, si ndio? Ulifikia kwa nani? Kwa mjomba wangu. Kwa mjomba wako hana simu. Huwezi kusema uchukue simu tuwasiliane. Uniambie kwamba mimi simu yangu imeingia kwenye maji au nina changamoto fulani ya mawasiliano. Mimi nitaota kwamba wewe simu yako haipatikani au labda kuna changamoto unapitia. Yaani unajua kilichotokea ni kwamba mambo yalikuwa yako rest sana. Tuko bize hivi, nikawa kila nikitaka kupigia limeingia hili, limetoka huku, basi mwisho siku nikajikuta nikasema kwa sababu ni hivyo ngoja tu nisubiri siku ya kuondoka, kwa sababu nilijua mpenzi wangu nikirudi tutaongea na tutasolve vitu, kila kitu kitakuwa sawa. Nisamehe baby. Unajua ninavyokupenda lakini. Hivi unanipenda kweli? Mimi nakupenda sana. Haki ya Mungu tena nakuapia, katika moyo wangu hakuna mwanamke mwingine zaidi yako. Alafu isitoshe, ni mwanaume gani anaweza kuchezea nafasi ya kumpenda mwanamke mrembo kama wewe? Wewe ni mwanamke mrembo ambaye hata mimi mwenyewe najivunia sana kwa nje. Nakupenda mpenzi wangu. Naomba nisamehe kwa kila ambacho nakosea. Mimi ni mwanadamu, sijakamilika. Please. Adam, mimi sio mtoto mdogo. Na hii ni dunia. Haya ni maisha. Chochote ambacho unahisi unakifanya mimi sikijui, kitakurudia. Baby, mbona mimi sijafanya kitu chochote kibaya? Sijafanya kitu chochote kibaya mpenzi wangu. Mimi nakupenda. Na najua wewe pia unanipenda. Hivi vikosa vidogo vidogo tusameheane tu. Sisi ni wanadamu, hatuwezi tukaishi tu bila kukwazana. Hivyo vikombe vyenyewe kwenye kabati vinakungana. Huna jambo baya unaolifanya wewe? Yaani huna kitu kibaya unachokifanya ambacho mimi sikijui? Yaani mimi mama yangu tena nakwambia, sijawahi kukufanyia kitu chochote kibaya. Sijawahi kukusaliti, sijawahi kukusengenya, sijawahi kukusema, sijawahi kufanya chochote kile kibaya. Na kwa nini nifanye kitu kibaya kwako mpenzi wangu? Wewe ni mwanaume mbaya sana. Wewe ni kijana mbaya sana, mshenzi sana Adamu. Sijawahi kuona tukae dunia imeumbwa. Ni mtu wa ajabu sana. Unajua nini? Gen Z wanasema wewe ni kijana wa ovyo. Sally. Leave me alone. Sally. Ni kama kuna kitu chochote amegundua. Kwa nini ameniambia maneno haya? Pole kwanza. Asante babe. Huwezi kuamini. Yule mwanaume still anadanganya, yani kama vile mimi mtoto mdogo. Kwa hiyo Adamu ni muongo jamani. Kwa hiyo sasa anakuambia alikuwa wapi? Alikuwa Zanzibar. Imagine namuuliza kwa nini ulikuwa upatikane? Kwa nini ulikuwa unitafuti? Kwa nini ulikuwa unajikeep busy kiasi hicho? Ananiambia kwamba simu zangu zilikuwa zimezima, mara switchaji zangu hazifanyi kazi, mara simu yangu mbovu. Na wewe ukamwamini. Wanaume walivyokuwa waongo. Ndio ujue kwamba yule ni shetani kiasi gani. Yaani yule mwanaume ungeingia naye kwenye ndoa. Maji ungeita mma wewe. Haiki ya Mungu. Kwa hiyo na mama yako huko nyumbani anasema nini? Yaani wewe hata usimzungumzie kabisa yani.
Sitaki hata kumsikia. Mwanamke mshenzi sana yule. Sijui ni mwanamke wa aina gani. Kuna muda nawaza au aliniadapt. Kwa sababu huwezi amini amefika nyumbani, kitu cha kwanza kukizungumzia ni Adamu kupewa mirathi. Kivipi sasa hapo? Yaani ampe mirathi kwa ajili ya nini? Yaani kivipi? Yaani anaingiaje kwenye familia yenu? Pointi yake kubwa kwamba Adamu ndo mtoto wa kiume mkubwa, kwa sababu ataelekea kunioa mimi. Wewe kaka Mwanga, sio bure atakukuna kitu amemfanya mama yako. Haiwezekani from nowhere mtu aanze kutangaza mtu ambaye si damu yenu nyinyi kuja kurithi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Huyu sio Mwanga tu. Mimi naona kama ana udugu na shetani. Yule mwanaume ni mchawi. Kashamweka mama yako hapa. Yaani ni muda wote tu anampuliza. Yaani na hapo ndo ninapoona ndo wakati sahihi wa kumwambia ukweli babangu. Nahisi anahitaji kujua kila kitu. Wewe naye na wimbo wako kumwambia baba yako kila saa. Ushakuwa mtu mzima, hili jambo unaweza ukalisolve wewe kama wewe. Yule mzee utamuua. Nirudie mara ngapi hili mamaangu wewe? Ukimwambia yule baba, pale na umri wake alivyo, hakosi magonjwa kama kisukari, hakosi pressure yule baba. Sasa nenda kamuongezee ili kubwa kuliko kama utakuwa naye baba tena. Na huyo Adamu akija kugundua kwenye familia hakuna mwanaume kama babako, anaweza akamfanya mama yako kwa jinsi ambavyo anajisikia na ana uwezo hata wa kuwafukuza wewe na mama yako. Kuwa makini mama yangu. Nimekuelewa rafiki yangu. Mimi ndo maana upenda sana. Hivyo ndo unatakiwa uwe. Tabasamu. Yaani yule usimuonyeshe unyonge, ubabe. Utakuja kuniambia. Hilo uko sahihi. Usimwambie baba yako. Nisikilize mimi. Usimwambie baba yako. Haya baba, karibu. Karibu sana. Asante sana. Babako hapa ndo nyumbani. Asante sana mama, kwako pazuri kwelikweli. Sema karibu tena na tena na tena katika huu mji wangu. Mimi naitwa Majaliwa Alifaki. Mimi ndo mwenye himaya hii, mimi ndo mwenye hii familia. Nakukaribisha. Lakini kabla sija kukaribisha, ningependa kwanza uivue hiyo miwani yako, tupate kuonana, tukujuana, tuonane macho kwa macho. Miwani tena? Ina uhusiano gani jamani? Mbona mambo ya kikoloni? Ina nini sasa? Haina shida mama. Haina shida. Unajua kuna miwani za macho? Mume wangu naye unazeeka vibaya. Samahani babangu. Wewe msamehe tu. Kijana, mimi natanguliza mwanzo kama nilivyokuambia kwamba ninaitwa Majaliwa Alifaki. Mimi ni Mgunya, asili yangu ni Mgunya. Mtu wa mwambao, mtu wa pwani. Hapo ulipofika ndo kwenye mji wangu, ndo himaya yangu. Kwa hiyo mimi ndo mwenye mamlaka. Hapa? Nimekupokea kwa mikono miwili, bila kipinganizi chochote, kilo safi kabisa. Lakini unatuona tuko vizuri, sio kitu rahisi. Kwa hiyo kijana, nimekubali uwe msimamizi wa miradi yangu yote pamoja na ofisi zangu zote. Na ningependa kukuambia kwamba nakupa kijana wangu, lakini ndoa ifanyike mara moja. Haraka hiyo vipi? Ndio kwanza hao. Wache wakae kwanza wajuane. Usifikiri ndoa lele mama mume wangu. La muhimu ni usimamizi wa mali. Ndoa tena. Mke wangu, mimi ndo mwenye mamlaka wa hii himaya. Mimi ndo mwenye hii familia. Nakukatisha. Kwa mila zetu, silka na desturi zetu, Sali haitakiwi kukaa pale kwa sababu yule bado hajamuoa. No. Inuka. Situkanishe sisi hapa.
wakati hatujaona mimi na wewe tuliwahi kukaa hivi mbele ya wazazi wetu. Haya basi turudi kwenye Endelea. mchezo. Sasa kijana wangu nisikilize vizuri. Mimi sina kipinganizi, ili jambo lishamalizika. Nitakukabidhi mwanangu kwa mikono miwili. Uwe kama baba mkwe wangu, uwe mwana familia hii. Lakini nilikuwa nakuomba kidogo, kuna muonekano uliokuwa nao ubadilike. Haya mambo ya madevu sijui ya manywele kama hayo mambo ya hayo nataka ubadilike, uwe mtu smart kabisa, uwe mtu safi. Lakini mume wangu, sasa mambo ya ndevu, nywele, vinakuwa wapi na wapi na biashara na usimamizi wa biashara? Huu ni muonekano wa mtu. Hawa ni vijana bwana. Ningependa kujua uwezo wa kielimu, kipaji chako na uweledi wako na uaminifu wako, kwa sababu mali sio kitu cha mchezo. Unaenda kwenda kukabidhiwa mali, unaenda kuzungumza na watu kibiashara, mambo chungu mzima, lazima uone muonekano wa mpya. Kwanza umesoma vizuri? Mzee, mimi niko vizuri. Yaani ni Mission Town, nafanya vitu vingi tofauti. Yaani kwa kifupi ni kwamba hakuna kazi ambayo mjini hapa mimi siwezi kuifanya. Kwa hiyo ondoa hofu kabisa, mali zako zitakuwa kwenye mikono salama na nitahakikisha namtunza vizuri mkeo, mali zako pamoja na binti yako. Kiingereza unajua vizuri? Yes, I do. Yes, I najua. Niko I'm speech. Naona lamfuata teni yule. Kwa hiyo nikutoe shaka na nikuahidi tu kwamba mali zako zitabaki mikono salama. Hata ikitokea umekufa kesho, basi nitamtunza vizuri mkeo na nitamtunza vizuri pia na Sally hapa. Mimi naijua, lakini msisitizo wangu kwamba hii mali haikupatikana njia rahisi. Mimi nimehangaika kutafuta haya maisha na hizi mali, nimepita njia ngumu sana, njia ndefu. Nilikuwa mimi kazi yangu pwani, kama unavyonijua mimi Mgunya na Mshirazi. Nimepambana, mimi nilikuwa kazi yangu kwenda kupapatua ngawira ya madagaa. Ndio nikakutana na huyu mama yako. Tukachuma, tukaunga, Mungu akatupa baraka, ndio hizi mali unazoziona. Naomba uwe mdhibiti wa hizi mali. Naomba hizi mali zisimamiwe. Kama uwezi kuzisimamia hizi mali, utakosa sifa na utakosa baraka. Sidhani hilo kama lina shida, na sidhani kama lina tatizo. Kijana yuko vizuri na ndio maana kaweza kutoka huko akaja mpaka hapa, na umejazia tu, lakini yote uliomweleza mimi nilishamwambia, na kama angekuwa hana hivyo vigezo mimi nisingethubutu. Babe, mwangalie yule anavyompiga. Anampiga? Baby, unaona? Kwani unachati na nani? Wewe, leta simu yako. Mshenzi nini? Unaanzaje kushika simu yangu? I'm talking to you. Tangu lini umeanza kushika simu yangu? Baby, nakutania. Ni aina gani ya utani huu? Ni wapi ulisikia kwamba simu ya mwanaume inashikwa? Angalia, usije ukathubutu tena kushika simu yangu. Popote utakapoiona, hata kama sipo kiona inaita, kaa nayo mbali. Hivi ndio ambavyo umefundishwa huko kwenu? Kwamba simu ya mwanaume inashikwa? Sikiliza wewe, nitakuja nikufanya kitu kibaya sana. Sitaki upumbafu kabisa na sitaki mazoea na simu yangu. Hivi nyinyi wanawake Morogoro mkoje? Kwa nini mnashindwa kujishikilia? Yaani mtu asiweke kitu chake tu unataka kuchukua. Unadiliki kunipola mimi simu. Unanipola wao, unataka kuangalia nini? Unajua na chat na nani humu? Unajua ni biashara ngapi ambazo mimi nazifanya kwenye simu yangu mpaka unafikia tu kutaka kushika na kuanza kupekenywa. Hiki sio kitu cha kupekenywa, sawa? Sitaki na usije ukarudia tena. Niletea utani kwenye mambo mengine, lakini sio kwenye simu yangu. Popote utakapoiona, hata kama sipo kiona inaita, kaa nayo mbali. Shenzi mkubwa wewe.
kila mtu kuwa na simu yake, maana yake ni kwamba kila mtu anatakiwa kuwa na uhuru na kitu chake, na sio kwamba wewe unatakiwa ushike simu yangu pale tu unapojisikia sitaki. Tena kaa nayo mbali kabisa, nitakuja nikuzabue, nitakuja nikuvunje miguu hiyo. Babe, I'm sorry. No, usiniambie msori wakati unashika simu yangu. Unashika simu yangu unatafuta nini humu? Unatafuta nini humu? Ole wako. Leta simu yangu vipi? Nipe simu yangu. Wewe mzee kwani unawazimu ni? Wewe unawazimu? Tunapokunya na simu. Yamekuwa hayo. Na kuuliza, ujinga umeanza lini? Simu nimekununulia mimi mwenyewe. Hata kama umeninunulia. Kwa hiyo hata nguo ya ndani kama umeninunulia uvae wewe sasa. Si ndio? Kwa sababu umeninunulia, basi nitakuletea vae. Tena iwe mwanzo na mwisho. Simu ya kwako. Nini nilishika simu yako lini? Na kuuliza, lini nilishika simu yako? Mpaka leo na wewe ukashika simu yangu. Kununulia simu isiwe sababu na isiwe kesi. Sijawahi kushika simu yako hata siku moja ile pale. Na mimi usije ukashika simu yangu. Sitaki. Mke wangu wewe. Nisikutanie. Huyo mtume kataniwa lakini na maswahaba zake. Utani wakati umechukua simu unaificha? Sasa mwenzangu uko busy na simu. Tunaangalia mchezo ule pale. Tamthilia nzuri ile pale. Wewe umeshirikiana na simu. Adamana wewe ushakuwa mtu wa dunia sasa hivi. Mimi bwana utaniwa sitaki. Simu yako simu yangu. Kila mtu kishaendelee. Tena isijirudie. Nakwambia kabisa. Dola hicho. Para. Hivi unajua ushenzi unaofanya wote ninaujua? Unafanya ushenzi wako, yaani hautumii hata akili, ufikirii. Huyu ni mwanaume wa mtoto wangu, wewe wa kutembea na mwanaume wangu kweli mama? Dawa imekuingia. Mimi ni mama yako. Na wala siwezi kubadilika. Unaona nilivyobeba? Mwenzio humu tumboni na wewe ndo nilikubeba. Wewe ni Sali na mimi ndio mama Sali. Hakuna mwingine. Ni mama yako. Sasa ndio ujiulize. Mtoto mdogo kama wewe ilikuwaje? Nenda kamuulize alifuata nini huko. Kamuulize. Kwanza nimefurahi ulivyojua. Nenda kamuulize alikifuata nini huko. Umeshindwa majukumu yako. Hivi wewe kweli ni mama yangu kweli? Unakosa nini? Unakosa nini hapa nyumbani mama? Baba yangu anahakikisha unapata kila kitu unachokihitaji. Anakupeleka sehemu tofauti unazozipenda. Anakupatia kila kitu unachokitaka hapa ndani. Wewe kutembea na mwanaume wangu. Hivi baba akijua haya mambo wewe mwenyewe utajisikiaje? Tena ukaona haitoshi. Ukaona umbebe na mimba mwanaume wangu. Tena nimefurahi sana kwamba unalijua hilo. Baba yangu anakupa kila kitu.
Wewe ulikuwepo? Anavyonipa kila kitu, ulikuwepo? Kwa hiyo mimi nimekuwa kuku wa kupewa chakula na banda, nisinyeshewe na mvua. Viko vingi na vihitaji. Kama ilivyo kwako wewe kwa mwanaume wako, ulivyomkosesha akavifuata kwangu mimi, basi na kwa baba yako ndo vile vile. Vipo nilivyovikosa, nikavifuata huko. Kama nafsi inavyotaka kuridhishwa, basi na moyo pia. Nakuchukia. Yaani unajua nakuchukia. Unajua kiasi gani nakuchukia? Kwani umemfanya baba ampe kila kitu na wewe umempa mtoto, umempa familia? Kwa nini? Kwa nini mama? Huwa unaona huko ndani kwamba ananifanyia kila kitu. Unajua wewe? Unajua huwa unakuwepo ndani nikiwa mimi na baba yako, na huwa unashuhudia kwamba ananifanyia kila kitu. Anaweza akanipa kila kitu, lakini yako mambo muhimu akakosa kunipa akiwa hayawezi. Na wewe huwezi kuwa mama yangu. Wewe sio mama yangu. Nakuchukia mama. Nakuchukia. Okay, ushagundua mama yako ana mimba ya mwanaume mwingine ambaye si baba yako mzazi. Umeplani kufanya nini? The plan. Kumwambia tu baba. Yeah, lazima baba ajue. Siwezi kuacha baba ajue yule mtoto ni wa kwake. Ikiwa mimi najua yule mtoto sio wake, nitakuwa ndo nimefanya nini? Nikiwa kama dada au mtoto mkubwa kwenye familia. Do you think ukimwambia baba yako utakuwa umesolve tatizo? Huoni kama unaenda kuharibu ndoa ya baba yako na mama yako kwa mikono yako miwili? Umeshafikiria baada ya kumwambia baba yako ni nini kitatokea? Na kuuliza, ujinga umeanza lini? Sipo nimekununulia mimi mwenyewe. Hata kama umeninunulia. Kwa hiyo hata nguo ya ndani kama umeninunulia uvae wewe sasa. Si ndio? Kwa sababu umeninunulia, basi nitakuletea vae. Tena iwe mwanzo na mwisho. Simu ya kwako. Nini nilishika simu yako lini? Na kuuliza, lini nilishika simu yako? Mpaka leo na wewe ukashika simu yangu. Uwe na mipaka. Wewe mwanamume hujafunzwa. Na kuuliza hujafunzwa?
Basali nini? We Basali. 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 Sali. 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 Wangu we. Basali. Sali njoo. Basali wewe. Basali. Pole sana sister. Mzee atapona. Sio na wasiwasi. Mama yenu yuko wapi? Mama ametoka mara moja, ila amesema atarudi. Poleni sana. Tumepambana kadri ya uwezo wetu kuokoa maisha ya mgonjwa wenu, lakini isivyo bahati mgonjwa wenu amefariki. Poleni sana. Uamini? Nikisema natekeleza. Na bado subiri. Zote zina password moja. 53 53. Kiukweli sijui hata nikwambiaje mpenzi wangu. Yaani nakupenda kutoka moyoni. Lakini vipi kuhusu afya yake? Nani tena bwana? Au watu wachana nao. Kwanza mimi jinsi walivyonikera, nimewakimbia huko hospitali. Nimemwacha huko na mwanae Sali. Sasa mimi wa nini? Wasituchanganye bwana. Mambo yao ni mambo yao na sisi tuna ya kwetu. Mimi nilimtuma achokonoe simu yangu. Atajijua mwenyewe. Tule raha zetu. Kwa hiyo Sali pia yuko hospitali? Yeah, yuko. Shauri yao, sieti Angalia mpenzi wangu. Kiukweli sijui ni kushukuru vipi. Umekuwa mwanamke wa thamani sana kwenye maisha yangu. Na mimi nikwambie tu, Mama Sali, sijawahi kupata mwanamke ambaye ana roho nzuri kama yako. Nikiri kusema kwamba wewe ndio mwanamke pekee ambaye umejaa kwenye moyo wangu. Nakupenda sana. Yaani nakupenda sana. Usiniache. Okay, what next? Bata. Yaani hapa kwanza naona twende Arusha. Alafu Sali mimi naona nimpeleke kwanza Ujerumani kwa mama yake mdogo. Aende akasome. Sababu kwanza namuona kama hapa Uswahili unamzidi sana. Lakini pia bana nina mambo yangu. Aende kwanza huko. Haina shida, mpeleke tu huko, aende huko akakae. Mimi na wewe tule maisha. To have fun, to enjoy. Nikukande, nikusinge. Nakupenda. Lakini baada ya hapo mimi pia tukimaliza ile miezi mitatu
Ningependelea sio ungependa tuende Uganda, sio panakufa. Sawa, Uganda pazuri, lakini hata ukinipeleka Turki na mimi nitoe ushamba. Unajua mwanaume kama hujatembea unakuwa mshamba. Kwa hiyo nataka na mimi unipeleke Uturuki huko, niende nikaangalie vitu vile vya wakina Mehmet Mahzad, nikatembee nipate na t-shirts za Kiturki. Nakupenda sana. Sasa babe, mimi nafikiri tusipoteze muda. Wacha niende nikajiandae ili tuweze kuondoka zetu hapa. Tendo bila kuchelewa. Kwanza Dar es Salaam joto. Dakika moja. Bye. Kila kitu kiko tayari. Nimempigia rafiki yangu simu, nimemwambia tuletee bajaji. Ili tukae kwa kujinafasi atupeleke mpaka Mbezi. Kwa tumsubiri kidogo. Sawa. Sasa sijui tungeondoka na hicho kidude hapa. Ni kipi hicho? Mama. Shem, Adamu yuko wapi? Mama.
Mama yangu, mimi sina wazazi tena. Mama yangu, mama.